Kitanda cha tatu nilipofika pale, nikamkuta kijana mmoja amelala pale kitandani. Kijana mmoja amelala pale kitandani. Ninazungumzia kipindi cha tatu cha nini wapendwa? Cha baridi, cha magonjwa. Kiko mbele yetu. Nilipofika pale, yule kijana kanichangamkia, anatabasamu, lakini amelala, hawezi kuinuka. Nikasogea pale karibu na yeye. Niliposogea karibu na yeye pale, nikakuta hapo kwenye kitanda chake pale kuna vile vikabati walikuwa wameviweka pale wodini, vikabati. Pale juu ya kikabati chake pale ameweka kuna aina mbalimbali za madawa pale kwenye kitanda chake. Hapo kwenye kimeza chake kile. Kila aina ya madawa. Kuna dawa za chupa, sirapu ziko hapo, kuna dawa za tembe, kuna kila aina, zimejaa kale kameza, zimejaa kabisa dawa pale. Nikasogea ili kusudi niweze kuzungumza naye na kumtia moyo na kuomba naye. Yule kijana kaniambia, mchungaji, ninashukuru sana kwa kuja kunitembelea mchana wa leo. Ninashukuru sana kwa kuja kunitembelea. Akasema maneno mengi pale ya kushukuru. Nikamwambia basi hakuna shida, nimetamani kuja kuwasalimia leo mchana, nimetamani pia kuja kusalimia mahali hapa. Nikamuuliza, kwa nini uko hapa, una shida gani? Ndipo yule kijana ananiambia hivi, Pastor, niko hapa kitandani hapa. Niko hapa kitandani. Kitu nifanye hapa kitandani ni hiki Pastor. Siku moja nikiwa hapo sokoni mjini, pale sokoni mjini Kibondo. Mama mwingiza anapafahamu vizuri pale Kibondo. Na ile soko tunalifahamu vizuri. Lina milango mikubwa miwili ya kutokea na kuingilia, upande huu na upande huu wa pili, lakini pia kuna ile milango midogo midogo inayopita hapa pembeni ambayo inaingia mle sokoni, soko kuu la mji wa Kibondo. Ananiambia hivi, siku moja wafanya biashara wakaleta mizigo ya michele kutoka kule Kahama mjini. Wamejaza roli. Walipokuwa wameleta ule mzigo wake wa michele, wakatuita vijana kwenda kuwasaidia kubeba ile mizigo. Ananiambia, Pastor, tukajikusanya wale vijana tunaofanya kazi za pale sokoni kwenda kuwasaidia kubeba ile mizigo ya mchele, kushusha kwenye magari yao na kuingiza ndani ya soko la mji wa Kibondo. Ananiambia, Pastor, nikabebeshwa gunia, yale vile viroba vikubwa, kilo 100 mpaka 130. Akabeba gunia na kwanza ananiambia, kwa sababu pale gari lilipokuwa limepaki ilikuwa ni kwenye uchochoro, ambapo ndipo karibu na kuingia kwenye meza za wale wafanyabiashara, wakawa wanapita kwenye ule uchochoro, kale kanjia kadogo kana kuingia mle sokoni. Nikapeleka gunia la kwanza, nikafikisha, nikatua. Ananiambia, nikaleta tena, nikaenda kuchukua gunia lingine tena. Na wenzangu nao wanapeleka magunia yao. Nikabebeshwa tena gunia lingine la pili, nikapeleka, nikafikisha. Nikaja kabeba gunia lingine la tatu. Anasema, nilikuwa nimebeba gunia lingine la tatu, nikaja nakimbia kupita kale kwenye kauchochoro kale ili nipeleke gunia mle ndani ya soko kuu. Anasema, nikiwa ninaingia pale kwenye ule uchochoro, parabati ambalo lilikuwa limening'inia hapo kwenye kale kanjia, parabati la kibanda kimoja wapo. Ananiambia, anasema, nikiwa natembea, kumbe kwa bahati mbaya lile gunia lilikuwa kubwa, likachomwa na incha ya bati. Lilipochoma na incha ya bati kule juu, lilipochoma, nikajaribu kwenda mbele hivi, bati likang'ang'ania. Nikarudi nyuma kidogo ili angalau bati liachie, likang'ang'ania, bati halikuachia. Nikajaribu kufanya ninavyoweza, ikashindikana. Anasema, nilipokuwa nikijaribu kupambana ili niweze kujiokoa, nguvu zikaniishia. Nguvu zilipomwishia, ananiambia, Pastor, ndipo nikaanguka chini na ile gunia langu likiwa mabegani. Na bahati mbaya iliyotokea, ananiambia, akaanguka amekaa. Alipoanguka amekaa, kumbuka uzito wa kilo 100 karibu na 30 ziko begani mwake. Akajikuta lile gunia limemkandamiza kule kwenye mabega, halafu limemkunja, kidevu kimegusa chini ya ardhi. Mti wa mgongo ukakatika. Akapoteza fahamu. Waliokuwa pale wakapiga kelele, wakaja watu, wakaliondoa lile gunia juu yake. Akaanguka chini kama mtu aliyekufa. Ndipo wakaita taksi ya gari. Ananisimulia na mimi niko pale namsikiliza vizuri. Na nisikiliza vizuri ninapomalizia kipindi cha 3 cha baridi. Tunapohitimisha ibada yetu ya mchana. Kiko mbele yako rafiki, kiko mbele yangu. Ananiambia, wakanichukua pale sokoni, wakanipakiza kwenye taksi. Sikuwa najitambua, nimeshapoteza fahamu. Wakanipeleka hospitali. Waliponileta hapa hospitali, nikarazwa siku 7. Siku 7 akili yangu haijarudi, sijajitambua, ila sijafa bado. Siku ya 7 ndipo nikaanza kutambua mtu anayeingia na kutoka.
siku ya 7. Ilipofika zile siku ya 7 nimeshajitambua, wakaanza kunihudumia, wakaanza kunitibu. Nimeshaumia uti wa mgongo, wakanitibu. Mwezi ukaisha, miezi 6 ikaisha, wananitibu. Mwaka ukaisha, niko kitandani hapa. Ulipoisha mwaka, akaniambia pasta, wakati mwaka umeisha, mke wangu alikuwa ni ana mke mmoja na watoto 2, akawa ananihudumia, ananiletea chakula, anafanya kila kitu, lakini kupona siponi. Kilichotokea, kwa sababu alikuwa amekatika uti wa mgongo, anasema akawa amepooza, akaparalyze. Yaani maana kwamba kuanzia kwenye nyonga kwenda huku chini kote akawa amekufa, mwili umekufa, amebaki tu uhai wapi? Huku juu. Ananiambia pasta, nikarazwa, mwaka wa 2 ukaisha, nikarazwa, mwaka wa 3 ukaisha. Mwaka wa 3 nikiwa umeisha, nimerazwa hapa, nikaondoka. Akaja mkuu wa wilaya, alikuwa mkurugenzi wa wilaya mmoja. Wale wanaofahamu mama umeishi pale Kibondo, kulikuwa na mkurugenzi mmoja miaka ya nyuma kidogo, anaitwa Mama Masha. Aliwahi kuwa mkurugenzi pale wilaya ya Kibondo, siwezi kumsahau yule mama. Siku moja ananiambia sasa, akatembelea pale hospitalini kwenda kusalimia wagonjwa, akamkuta yule kijana kama nilivyowasimulia, anamsimulia hivyo. Ndipo akaagiza gari la ambulance liweze kutoka pale Kibondo limpeleke Bugando yule kijana. Miaka 3 amelazwa pale Kibondo wodini. Wakampandisha ambulance, wakampeleka pale Mwanza Bugando. Ananiambia pasta, nikapokelewa pale Bugando. Nilipokelewa pale Bugando, nikawekwa kwenye chumba cha private, nikalazwa hapo ndani. Kwa sababu nilikuwa nimeshapooza, sijimudu kwa chochote. Huduma zote nazifanya nikiwa nimelala hapo hapo kitandani. Wauguzi wanakuja, wananihudumia, wananisafisha. Kama ni kuchukua choo, walikuwa wameshamtengenezea njia ambayo angejisaidia. Wanakuja tu, wanachukua choo, wanaipeleka kwenda kutupa. Kama ni choo ndogo, wanapeleka hivyo. Alafu wanamletea dawa natumia. Anasema nikalazwa miezi 6 pale Bugando. Miezi 6. Akiwa amelazwa miezi 6, ananiambia pasta, nilikuwa nimelazwa mwezi wa 6. Siku moja nesi akaingia wodini. Wale wauguzi akaingia wodini kuja kuondoa uchafu mle wodini. Alipoingia mle wodini, akakuta sakafu yote ya kile chumba alichokuwa amelazwa ndani yake wanatambaa funza. Kwa kia chapa sio anahitaje na ibinyo funza, yani kama wale funza wa chooni mnawahitaji. Ni minyo hiyo. Usiogopa kusema, si ni vitu tu vidudu tunaviona jamani. Wakakuta mle ndani ya chumba eti wale funza ibinyo viko vinatembea hapo chini kwenye sakafu. Sasa nesi akaanza kumtukana yule mgonjwa. Umefanyaje? Nani amekuletea masamaki humu yameozea humu ndani? Yamesababisha hali ichafuke namna hii. Mafunzo yanatembea kwenye sakafu kama mtafikiri ni chooni. Akamtukana maneno. Jamani, wauguzi mlioko hapa, watieni moyo wagonjwa. Kama wewe ni muuguzi, Mungu akujalia kuwa na moyo wa huruma. Kuna wauguzi wengine kwa kweli hawana moyo wa huruma, ndugu zangu. Akamtukana, akamwambia mama, sikiliza, mimi sijaletewa chochote hapa, wanaonihudumia ni ninyi, sina ndugu anayekuja kuniangalia, mnanipa chakula ninyi, sijaletewa kitu chochote hapa. Sasa haya mafunzo yametoka wapi? Akasema ngoja nifuatilie. Akafuatilia. Alipofunua shuka kwa yule kijana, akakuta ile mafunza yanatoka kwenye kitanda cha yule kijana. Alipomfunua vizuri yule kijana, akakuta, ananiambia yule kijana, ananiambia hivi pasta, aliponifunua akakuta kumbe kwa sababu ya kule kupooza, na sasa amelala muda mrefu upande mungapi? Mmoja. Tako la upande mmoja limeoza, na yale mafunzo yanatoka kwenye minofu ya yule kijana. Ameoza kabisa. Funza wanatoka humo ndani, wanadondoka chini. Ananiambia pasta, wakanichukua madaktari, wakanipeleka theater. Waliponipeleka theater, madaktari wakanifanyia operation. Walichokifanya madaktari, wakakwangua ile minofu yote iliyooza pale kwenye paja lake. Wakakwangua ile minofu yote iliyooza. Anasema wakakwangua ile minofu yote iliyokuwa imeoza, likabaki shimo kubwa. Halafu wakaniambia hivi, hatuwezi kupandikiza nyama nyingine hapa, hatuwezi kuweka nyama nyingine hapa kwa sababu hata hivyo ulishapooza. Kwa hiyo tukiweka nyama nyingine nzima haiwezi kushikana na nyama iliyofanya nini? Iliyopooza. Kwa hiyo
unachotakiwa ukifanya, utalala upande mwingine wa pili, halafu tutakuwa tunaendelea kukutibu mpaka nyama itakapoota yenyewe, upone mwenyewe kwa kuota nyama kwenye mwili wako. Kijana niambia, wakanigeuzia upande wa pili tena nikalazwa. Sina mtu wa kunihudumia, sina mtu wa kuniangalia. Manesi wanakuja wananipa chakula, wanaondoa uchafu wangu, wanakwenda kutupa. Sina mtu wote anayekunihudumia. Baada ya miezi kadhaa tena iliyopita mbele, ananiambia alipokuja tena nesi wakati siku nyingine, anakuta tena mafunzo yanatapakaa mle chumbani. Walipomwangalia tena wakuta tako la upande wa pili nalo tena limeoza kabisa. Ananiambia, Pastor, nikiwa nimelala pale kitandani, waliponiambia tena nimeoza tako la upande wa pili, wakanirudisha theater tena, wakakwangua ile maminofu yaliyooza, wakaniambia sasa hapa hatuna namna ya kufanya, itabidi tu ulale chale. Ndugu zangu ni wapendwa, nazungumzia kipindi cha baridi namba 3. Vipo vipindi vya baridi vitatu mbele ya kila mmoja wetu, vipo mbele yako. Nataka nikwambie, chochote kati ya hivi vitatu kinaweza kikanipata mimi, kikakupata wewe. Anasema akiwa amekwanguliwa tena ile minofu upande wa pili, akalazwa tena, akaanza kutibiwa. Baadaye ikaonekana kwamba kwa huduma za pale kwa hospitali ya Bugando hawana uwezo tena wa kumtibu yule kijana. Ananiambia, anasema kama una namna ya kufanya, nenda India, ndio wanaweza kusaidia kunyosha hiyo mishipa iliyoharibika na uti wa mgongo uliopunjika. Sisi hatuna uwezo. Baadaye wakapiga simu tena kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Kibondo, wakamwambia tumeshindwa, na kama tumeshindwa, akasema sasa wakati tunaandaa utaratibu mwingine, naomba tumrudishe tena hapa Kibondo awe karibu na maeneo ambayo amezaliwa. Wakampakiza gari tena, wakamrudisha pale Kibondo. Walipomrudisha pale Kibondo, anasema madonda yakawa yanaanza kupona. Mpaka anakwenda kuonana naye, ananiambia ni mwaka wa 4 tangu ametoka Bugando hospitali. Na mwaka huo wa 4 anasema lile donda la upande wa mguu wa kwanza ulioanza kuumia limeshapona. Donda la upande wa pili limebakiza eneo dogo dogo, nalo lifanye nini? Lipone. Hilo halikuniumiza sana. Akaniambia, Pastor, sikiliza, tangu nimelazwa mara ya kwanza nilipopata ajali mpaka tunapozungumza hivi siku ya leo, kwa mwaka uliokuwa naongea naye, ananiambia huu ni mwaka wa 7 nikiwa hapa kitandani. Mwaka wa ngapi wana mkutano? Mwaka wa 7. Ule mwaka wa kulazwa pale Kibondo ama awamu ya kwanza, kulazwa kule Bugando awamu ya pili, na kurudishwa tena Kibondo awamu ya 3, ni mwaka wa 7. Amelala kitandani huyo kijana. Hafanyi kazi yoyote, hawezi kufanya chochote, hawezi kujimudu kwa lolote, ni mtu wa kutumia madawa kila siku. Miaka 7. Akaniambia, Pastor, sikiliza nikwambie, mimi nilikuwa na mke mmoja na nimezaa watoto naye 2. Nilikuwa nimejenga nyumba ya kijijini pale pembeni ya mji wa Kibondo. Alikuwa amejenga mahali fulani kwenye pembeni ya mji, amejenga nyumba. Nasema nilikuwa nimejenga nyumba ya vyumba 2 na sebule, vyumba 2 na sebule. Wakati nimeugua katika hali ya awali, mke wangu akahangaika, akauza kila kitu tulichokuwa nacho, vikaisha vyote tulivyokuwa navyo. Akauza mpaka na nyumba niliyokuwa nayo ikauzwa ili kusudi nitibishe, lakini sikupona. Wakati amenitibisha, nyumba ameuza, sasa amekwenda kupanga, anaona siponi. Ulipofika mwaka wa 3, ule mwaka wa 3 amemaliza kila kitu, mke wangu akanikimbia, akaondoka. Kina mama mlioko hapa, wazazi wenzangu mlioko hapa, mwenzako akipata shida na kutia moyo, banana naye mpaka atakapolala mauti. Usimwache. Awe ni baba, awe ni nani wapendwa, awe ni mama, muuguze, uhakikishe amekata roho, ndipo utakapokumaliza sehemu yako na zamu yako. Huyu mama akamkimbia, ananiambia, Pastor, huyu mke wangu akanikimbia, akaondoka, sijui alikwenda wapi, hata hajulikani, sijui alienda kuolewa wapi, mimi sijui, akanikimbia. Hilo jambo liliniumiza, lakini halikuniumiza sana. Baadaye mwishoni kabisa, napomalizia kisa hiki, akaniambia, Pastor, nimeteseka sana, sina mali yoyote, sina chochote, nimeishiwa kila kitu, mke wangu amenikimbia, watoto wangu hata sijui wako wapi, sina thamani ya kuishi katika dunia hii.
sina thamani ya kuishi. Akaniambia, Pastor, ninaomba uniombee ili nife. Niombee ili nife. Imetosha kuteseka, imetosha kuhangaika, sina matumaini ya kupona. Nimehangaika hospitali zote, siponi. Najua sintapona. Nimeteseka vya kutosha, imetosha. Ninaomba mchungaji, niombee ili nife, sina thamani ya kuishi. Hilo ndilo ambalo lilinifanya niumie moyo, nikasikia moyo kama unapasuka. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, nikamtia moyo, nikamtuliza, nikasikia machozi yanalengalenga. Kilichoniokoa tu ni kwa sababu wachungaji tulishaelekezwa kwamba usilie mbele ya mtu aliye na matatizo. Nikajikaza, lakini ndani ya moyo ninalia. Naniambia, Pastor, nilikuwa na mke hayupo, nilikuwa na nyumba haipo, nilikuwa na mali ndogo, zote zimeisha, lakini siwezi kupona mpaka dakika hii. Niombee nife. Sitaki nikwambie niliombaje. Ukitaka kujua niliombaje, utakuja unione. Wapendwa, kuna vipindi vya baridi mbele yetu, kila mmoja wetu. Kila kipindi cha baridi kimojawapo mbele yako kipo. Sijui ni nini kitakachokupata wewe, ni kipindi gani ambacho kitanipata mimi kabla uhai wangu haujatoka. Mimi sijui. Swali la kujiuliza mchana wa leo ni hili: hivi wana mkutano, tunasubiri tuende tukafanye kazi ya kuhubiri nyumba kwa nyumba, ya kuhubiri katika maeneo mbalimbali kwa ajili baada ya kipindi cha baridi kweli? Wapendwa, tunatamani watumishi wa Bwana, tunasubiri kwenda kupeleka vitabu, kugawia watu, kununua vitabu na kuwagawia watu ukiwa wakati wa kipindi cha baridi kweli? Ndipo utakapoweza. Kipindi cha uzeni ndio unakisubiri uanze kununua vitabu na kuvigawa? Je, unasubiri kipindi cha alama ya mnyama ndipo chukue fedha ununue vitabu uende kuwagawia majirani zako ili waokolewe? Hivi unasubiri kipindi ukiwa kitandani wanakunywesha na kauji kwa kijiko mwanaume, wanakunywesha uji kwa kijiko mwanamke ulioko hapa, ndipo uanze kufikiria kufanya kazi ya Mungu kweli? Mshike mkono jirani yako, mwambie, njoo kabla ya wakati wa baridi.